Leo tuko hapa Mhaga, tumefungua kituo cha wazee. Kituo ambacho kitakuwa kinahudumia wazee sio tu kijiji cha Mhaga, hata wazee kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania. Nia ya kuanzisha kituo hiki ni kuweka kituo cha mfano Tanzania ambacho kinaelezea ni jinsi gani tunaweza kuwaenzi na kuwatunza wazee wetu waweze kuwa na miaka mingi sana hapa duniani yenye furaha. Na hata mzee akitangulia, jinsi gani tuweze kuenzi yale maisha yake na kumfurahia na kusherehekea maisha yake hapa duniani. Kwa hiyo huu ni mfano ambao tunatamani tuone watu wengine wanafanya katika mikoa mingine na taasisi nyingine zifanye hiki tunachokifanya, ili tu wazee wetu wawe na mahali salama na mahali ambapo hata wao wenyewe wakija waweze kuchanganyika na watu wengine rika tofauti, ikiwepo watoto, wanawake. Sisi hapa tuna wanawake wajenzi. Kwa hiyo nafasi pia wataitumia kuweza kusimuliana hadithi, hata kuwasomea vitabu, hata kupata pia hadithi zao za ujana wao. Kwa hiyo ni nafasi ambayo itamuongezea mzee thamani ya maisha na vile maisha bora yenye furaha. Kwa kweli shukrani za dhati tunawapelekea shirika la World Habitat Awards liko Uingereza wakishirikiana na UN Habitat kwa mchango mkubwa ambao wametupatia tumeweza kuwa na jengo na nafasi kama hii. Na kwa namna ya kipekee tunaomba pia kuwashukuru sana wadau hapa Tanzania ambao tumeweza kushirikiana na kufanya jengo limekuwa zuri zaidi. Kwa tunawashukuru sana Kiaro Assistive Technology kwa kutuletea vifaa ambavyo wazee watavitumia. Pia tunawashukuru sana Tengeneza Generation ambao wametengeneza artwork ambayo inatoa hadithi ya kile ambacho kinafanyika hapa. Tunawashukuru sana Sheria Kiganjani kuja kuwaonyesha wazee kwamba sheria sasa hivi zinapatikana kwenye mikono yetu. Kwa hata kama hana simu janja lakini ana mtoto au mjukuu ana simu janja, kwa hiyo inaweza ikatumika kumpa msaada wa kisheria. Pia tunawashukuru sana Afya Check ambao madaktari wamekuja na leo pia wanazungumza na wazee na kuweza kutambua ni uhitaji gani ambao unatakiwa ili waweze kuja kwa nguvu zote. Kwa hiyo jengo hili la mfano ambalo ni jengo ambalo tunataka liwe na mazingira salama, mazingira safi, yatupe fursa tuweze kuboresha ustawi wa wazee kiafya, hiyo ambayo tunasema madaktari watakuwa wanatusaidia, kijamii, jamii tuthamini, alafu pia kiakili. Tupate mahali ambapo tunaweza kuja kutuliza mawazo. Tumechoka, tunataka mahali tunakuja kukaa, tutaweka michezo, tutaangalia jinsi gani michezo gani tunaipenda, tutarudi ujana. Sawa jamani? Kwa kama mvoona tuna baadhi ya vifaa ambavyo vipo hapa vinatumika kwenye mazoezi mbalimbali. Wengine mmepanda ngazi leo baada ya muda mrefu sana, wataalamu watawaambia kuna ngazi yake hiyo. Unavopanda sio kwamba tu unapanda, kuna aina ya misuli ambayo unaifanyisha mazoezi na kuimarisha ili uweze kufanya kazi za aina fulani. Kuna aina nyingi sana ya vifaa vya mazoezi ambavyo tumevitengeneza. Pia kuna vifaa ambavyo vinakusapoti ndani ya nyumba. Umeona kuna chuma zinasapoti ukiwa unazunguka. Umri unavyoenda inaweza kafika sehemu huwezi kutembea mwenyewe, kwa ukiwa nyumbani ni mpaka uwe na msaada. Kwa ni vifaa pia ambavyo vinatumika kuongeza ufikiwaji, accessibility kwa sehemu uliopo. Kwa zinafungwa ndani ya nyumba, kwenye maliwato na kadhalika. Kwa kifupi hiyo ndio shughuli ambayo tunafanya, na vifaa hivi kama alivyoelezea mkurugenzi tunavitengenezea Arusha ambako ndio kiwanda chetu kipo, na tunavitengeneza kulingana na uhitaji husika. Tunafurahi kuwa sehemu ya mradi huu, tunafurahi kuwa sehemu ya kuwawezesha wazee wa Mhaga kuboresha na kuendeleza afya zao na kuhakikisha wanaendelea kuwa na utendaji mzuri na wenye afya. Tanzania, Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, hakuna stesheni ama jengo ama eneo ambalo wazee wanaweza wakakutana
kwa ajili ya kufanya mazoezi tiba ili kuimarisha afya yao. Hapana maumivu. Ukikunja hivi unasikia maumivu hapo. Sawa, nyosha mguu. Kitu kama hiki sio tu njia ya kuchangamsha uzee au kufanya uzee wao uwe na nafuu. No, it's a way ya kumfanya mzee aelewe kwamba hata katika awamu hii ya pili jamii haijamsahau, jamii inamkumbuka, jamii inamwaza na jamii bado inatamani mchango wake. Ndio maana sehemu kama hizi zinawekwa ili wewe mzee uweze kuja kutengeneza afya yako. Na TAWA ni washukuru sana kwa kufanikisha jambo hili. Tunafurahi siku ya leo kujiunga na shirika la TAWA katika kuzindua jengo la Bibi Kisozi ambalo tutakuwa tukishirikiana nao katika kuwajumuisha wazee mahali pamoja na kutoa huduma za kisheria, kwa kutoa ushauri katika maeneo ya mirathi, urithi, ardhi pamoja na masuala ya malezi, pamoja na huduma ambazo jamii inapaswa kuwahudumia wazee, kwa sababu tunafahamu kwamba wazee ni sehemu kubwa ya jamii yetu, wametulea, wametutunza. Ni haki yao kutunzwa na jamii ya sasa hivi na kizazi cha sasa hivi, kuhakikisha kwamba wanapata huduma zote za msingi ambazo ni haki yao kama binadamu. Napenda kuwapongeza sana TAWA kwa mradi huu, kwa kuandaa huduma hizi ambazo zitahakikisha wazee wapo katika hali nzuri, wanahudumiwa vizuri, wanahudumiwa katika haki na katika utu wao, hasa katika eneo la kisheria. Bado mna thamani katika jamii, bado mna uwezo wa kujishughulisha na shughuli zenu za kila siku kwa kipimo kinachofaa. Wewe mzee ukikaa tu na viungo vyako navyo vitakuwa sio sawa, lakini ukifanya mazoezi kidogo ya kunyosha viungo, magoti kidogo yakanyooka, ukafanya mazoezi kidogo ya mgongo kunyoosha, ukikutana na daktari akikupa tiba inayotajika na ukifanya na mazoezi kidogo, mwili wako unakuwa na nguvu hata ya kunyanyua ndoo ya kusogeza na kupeleka bafuni kwenda kukoga, si ndio Tutapunguza utegemezi ambao muda mwingine tunajikunyata kuona kama tumetengwa, lakini sio. Kwanza tunanufaika kitu kimoja. Tulikuwepo tumekaa nyumbani tu tumebweteka, lakini kutokana na zoezi hili lililokuwepo, ina maana tayari tunafanya mazoezi. Tunaweza tukatoka nyumbani kule asubuhi tukadamuka tukaja hapa kufanya mazoezi. Wazee tumefurahi na tumelipokea kwa mikono miwili. Tunaomba Mwenyezi Mungu afanyie wepesi na aweze kuwalipa, na mjitahidi sana kuja hapa na madaktari watuletee hapa ili mambo yaende. Katika kituo hiki cha ujenzi kutakuwa kuna mradi endelevu kama mnavyofahamu, ule mradi wa kina dada mnaujua, ambao wanakuja hapa kila mwaka, wanakuja kwa ajili ya mafunzo. Sasa wale na wenyewe tutawafanya wawe sehemu ya hili zoezi la wazee, wao waweze kuwa pia wanaongea na hawa wazee, wanabadilishana mawazo, wanasikiliza tunu mlizonazo, wanasikiliza story mlizonazo, na wenyewe wanawaeleza wao kama Gen Z, wao kama vijana wa sasa wanafanya nini na ni nini kimewafanya wanakuwa na raha, au ni kitu gani kinawafanya wanakuwa na majonzi. Ukizunguka ukaliangalia jengo hili, unaweza ukaona ni namna gani tumejaribu kuweka vitu ambavyo vinaonesha jengo hili au mazingira yake tunatakiwa tuyatunze kwa namna gani. Lakini pia as part of sustainability tunajaribu kureuse some of the equipments and some of the tools ambazo tunakuwa nazo hapa kituoni. Kwa hiyo ukizunguka ukaangalia the landscape, mambo ya garden, tumeweza kutumia vile vifaa au equipments ambazo tunakuwa nazo kwenye ujenzi. Mfano leftovers za kofia ambazo hazitumiki zimeweza kutumika kama flower pot, na miti tumeweza kuipreserve na mingine tunaendelea kuipanda kama pati ya kutunza mazingira katika kituo chetu, na kuhakikisha kwamba wazee hawa tunatumia ujuzi wao na elimu yao ili kiwe endelevu kwa ajili ya kizazi kijacho. Tunakaribisha taasisi tofauti tofauti ziweze kuja kutoa huduma kwa wazee. Taasisi ambazo zinafanya kazi na wazee kwa ukaribu sana, tunawaomba tuje Mhaga, sehemu ya kufanya hiyo kazi ipo na wazee wetu wapo, wana uhitaji mkubwa sana. Kuna wazee ambao tuko nao nakuta na uhitaji kwenye sehemu ya
afya labda ya macho, viungo, kwenye lishe, kwenye mambo ya sheria, pia haki zao za ardhi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama wewe katika taasisi yako unahusika na kusaidia wazee kwa njia moja au nyingine, sisi TAWA mlango uko wazi, nafasi iko wazi, tunakaribisha hilo. Wazee wetu ni tunu yetu, tuwatunze.